Yaani hivyo kwanza wao wanajivunia kwa mimi, wanajivunia kwa sababu ni mtu ambaye sijakata tamaa. Mimi nimepitia bro changamoto. Yaani kwa hadisi hapa tunakesha. Umri huo miaka 18? Wewe, mimi nimepitia changamoto ndugu yangu. Najma ananielewa huyo. Kwa maana kuna sehemu ambazo shetaka kutamani kuigiza ukafukuzwa au changamoto gani? Changamoto kama hivyo. Yaani mtu labda anakukataa mapema kabla haja kunini, kwa sababu hamna mtu anaozaliwa na kipaji. Lazima utakuwa nacho ndio utakupa unaweza, lakini hamna mtu anayesema kila kitu anaweza. Lazima utafanyaje, utaelekezwa. Hata watu wanaotaka kuwa udaktari sijui nini. Yaani kaka kabisa mimi nataka kuwa daktari, lakini lazima utasomea. Kile kitu lazima utasomea. Kwa hiyo ipo hivyo, changamoto hivyo zipo. Na huyu hajui bwana. Maana yake kwendaga sehemu kama ufanya hivi, huyu hamna kitu hiyo. Wapi? Yaani ilikuwa nivorudi huku kwa nanili huku kwa Chandimwe Sasa mimi nilikuwa sijui issue ya kule, mimi nimetoka kisa nini. Nilikuwa sielewi. Chandimwe unajua? Sawa. Nilikuwa sielewi. Sasa Najma kwanza ni mtu ambaye ananipenda, yani hapendi nichukie kitu. Akasema basi ngoja nimuulize chanzo nini? Akamuuliza kweli. Na mimi nilikuwa sina amani serious fanyeje, yani kama zinafeli, afu kipindiko ndo misheni ishaisha, ndo tupo tu nyumbani. Akamuuliza kweli yule mtu, mbona kuna 1 2 3? Shaelewa? Sasa ndo akamtumia hiyo message. Sasa mimi Najma akasema, nikimuonesha tu message ataumia. Atajisikia vibaya. Nikamwambia vipi? Akasema wewe subiri, atakuita 1 2 3. Nikasema hapa kuna nini? Kuna tatizo hapa. Mimi nilichofanya siku nikamwambia tu Najma, nige simu yako nifanye nijisnap. Nige simu yako nijisnap. Kweli bwana. Nikaichukua ile simu. Nilipoichukua ile simu, hiyo message kusema kweli nikatisha tamaa, niseme uongo. Nikatisha tamaa. Nilivyoisoma, nikatisha tamaa, niliona siwezi, yani sio mtu bora. Ambayo Chandimwe anamwandikia Najma kuhusu wewe. Alimwandikia. Sasa sijajua alimaanisha nini, ilinikatisha tamaa. Baba ndo chanzo cha yeye kukuacha. Ndio chanzo cha mimi kufanyaje kuniacha. Ni fresh. Bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni kwa mara nyingine tena nazungumza na miongoni mwa wasanii ambao wapo ama wanapatikana kwenye tamthilia hii ya Pressure, moja kati ya tamthilia ambazo zinapatikana kwenye YouTube channel ya Chado Master Film. Kama ni miongoni mwa watu ambao wanapenda tamthilia design fulani za mahusiano, uni na mimi ni miongoni mwa tamthilia ambazo upaswi kukosa kuzitazama, nenda kaiangalie. Muda huu nazungumza na Salma, mmoja kati ya watu na wenyewe ni niseme mara ya kwanza binafsi kuwaona kwenye kazi za Chado Master. Nakosea? Yes, nazungumza naye tuambie vile ambavyo ameshiriki kwenye Pressure na ilikuwa ni rahisi kiasi gani yeye kuweza kushiriki kwenye tamthilia hii ya Pressure. Mambo poa. Uko poa? Niko poa. Tunajiuliza huyu Salma atakuwa na miaka mingapi kwa umri wake, mkubwa au mdogo? Kwa mimi na miaka 18. 18. Wewe na Najma mbona? Mkubwa Najma. Kuna mtu ambaye amekufanya uingie kwenye sanaa? Hapana, ni mimi mwenyewe ndo nilikuwa napenda hivyo. Kwa Chado sasa ulijiona naye vipi mpaka uingia kwa Chado Master? Kwa Chado ni Najma ndo aliniunganisha. Kwa sababu ni rafiki yangu. Kwa Chado Najma ndo amekuleta kwa Chado. Najma tumeanza kumuona tangu kwenye Mission Impossible, lakini wewe tumekuona hapa kwenye Pressure. Ulikuwa unavumilia, unasubiri zamu yako ifike ama ilikuwaje? Kila kitu kinahitaji wakati. Kipindi wao wanashuti Mission Impossible na mimi kuna kazi nilikuwa nafanya. Kazi gani? Nilikuwa nashuti Kuladako inaitwa kwa Chandimwe. Chandimwe. Kwa hiyo maana wewe kumbe kwenye Pressure sio kazi yako ya kwanza? Sio kazi yangu ya kwanza mimi. Kwa wanaonijua na usali wanapenda kuniita Salma Mchawi. Sio kazi yangu ya kwanza. Kwenye nini Kuladako? Nimeanza na usali. Ya pili? Ya pili Kuladako, ya tatu ndio hii kazi yangu. Hivi sasa ambayo unaamini kama vile ni kazi ambayo inakupeleka kwenye jamii, ni kazi ambayo walau unaenda kufikia malengo yako ambayo uko unahitaji? Kazi hii hapa ninaanza sasa hivi. Yani ndo hata nikitembea watu wananifahamu. Salma yule tunamuona kwenye Pressure cha umbea, yani nasifika sana kwenye kama umbea. Maana nikimwona Dajojo tunaamini nipo nyuma. Hiyo ni kinemo alikupa ya umbea wewe inakuumiza chochote? Hamna, iniumizi kwa sababu sio na nilio yangu. Yani hapa hata ukiwauliza watu sio vitu vyangu. Mtu akiwa na jambo lake lazima aje kwangu.
Na alisikii kwa mtu mwingine yoyote. Kwa nini aje kwako? Sasa najua na kifua na kama. Wewe una kifua cha kuweka majambo wenzako? Mimi yani mtu unaweza ukaniambia lakini ukasikia kwa mtu mwingine, labda uliniambia mimi ukaambia na mtu mwingine, ila kwa mimi Ilikuwaje nani Najma akakuchukua deka kuleta kwa Chado, na ilikuwaje Chado akakukubalia, na ilikuwaje Chado akakusubirisha mpaka hivi ambavyo tunakuona? Kwa Najma ni story ndefu, kwa sababu mimi watu wengi wananiambia nimefanana na Najma, ila mimi mwenyewe sijui nimefanana naye vipi, sababu tunaweza tunakaa hivi kwenye kioo na mimi nimefanana naye wapi? Wewe mbona mrefu una kichwa kikubwa, mimi mbona kichwa changu kidogo hivi? Mimi nilikopo kabla sijaenda huko kote kwa kwenye kuladaku huko na usali mtaani kwetu. Unajua tena sana mtu unahangaika. Tukwa tu tunaigiza ni kama hivi chini tu. Sasa ndo wenzangu kidemjao pindi ndo misheni inatamba. Unataka kidemjao? Kidemjao. Maana kiva hivi kidemjao paka nikaspendi. Hadi ikalamisho nikaambia mimi sitaki mniite hivi. Yaani kana naitumia brand ya mtu vile. Mimi sitaki. Amna mfano kidemjao. Sasa kuna rafiki yangu anaitwa Lui. Mambo ya kuwafuata tu die ndo alimfuata kidemjao Najma huyo. Kaambia huko bwana kuna mtu kafanana na wewe. Pacha yako anaitwa, akatokea na akatest pale mambo sina SMS. Mimi Najma upi? Sijamjibu kwa wakati huo kwa sababu simu yangu ilikuwa ina SMS. Na mimi kipindi hiko nilikuwa natumia simu ya mamangu, yani simu kubwa. Mimi niliweka kwa akaunti changu nilikuwa najiita Dalini. Ndio nilikuwa natumia. Sasa nimekaa kama mpaka saa 12 ndo ananipigia rafiki yangu. Wewe Salma unazingua? Mimi nazingua nini? Kakucheki kidemjao hujamjibu. Nikamwambia kancheki kidemjao sijamjibu. Nikamwambia ndo Najma. Kanitumia test kaniambia mimi Najma. Nikamwambia Najma wapo wengi, angekuja angeniambia mimi kidemjao ningemfahamu. Ulivimba. Ulijikuta blandi. Lazima jikute blandi kwa sababu yani ndo yani misheni ndo inachanganya kidemjao hadi popote wapita kidemjao. Mimi nikamwambia unafanyaje? Wewe chukua simu ya bibi mkubwa mtafute. Mimi kweli nikachukua simu ya mama nikamtafuta. Nimemtafuta sasa mimi nikasiamini, unajua tena superstar tena. Siamini. Kweli kidemjao huyu. Kaambia nitumie picha. Akasema hata nikutumia picha utakopo uniamini, akanipigia video call. Mimi nikiangalia kitu kimo kweli kidemjao. Basi ndio rafiki yetu ulipoanza. Na akatokea kunipenda, yani tunaishi kama ndugu kifupi. Urafiki wetu ndio ulipoanza na mimi ndio nikamwambia bwana mimi naigiza 1 2 3. Akasema basi hamna shida, mimi nitakufanyia mpango, hata kundi lolote nitakufanyia mpango. Fanyaje? Utimize ndoto zako. Utimize ndoto zako kwa sababu misheni watu walikava tuseme. Kwa hiyo kama labda kwa rafiki yake Swaumu nini kwa rafiki yake alikuja rafiki yake kama Swaumu. Kwa hiyo misheni yani watu washaenea tuseme utaiko wapi? Wewe pambana, ngambia basi poa. Kaenda siku nimekaa kanipigia simu. Bwana Salma huku kuna mtu si unamjua Chandimu? Kaambia Chandimu Mpojani namfahamu. Kuna kazi yake mimi alikuwa anataka nifanyaje? Nikaicheze. Sema kwenye kazi yake mimi huku misheni ndo anashuti kila siku. Muda sina. Kwa hiyo mimi nimekuunganishia uende wewe. Kaambia basi poa, nikamshukuru sana tu. Mimi nikaenda kweli, nikapambana, Mungu kanibless, nikafanya nao kazi, sema kazi yao ilikuwa haijaisha. Nimeenda kuna mgogoro kidogo ulitokea. Mimi Najma hapo bado hajamfikishia habari kama hajamfikishia Kachado kama mimi niende kule. Nilipomwadisia changamoto za kule akaniita bwana njoo. Nikaenda mpaka nikaanalia sijaamini kwa sababu kule kuna vichangamoto vilitokea. Sijaamini mimi kweli. Kweli kaniita hapa niende. Njoo bwana wewe beba kila kitu chako, usirudi nyumbani, kurudi nyumbani hamna, sijui ni watu vijicho, sijui nini. Wewe shaaga kama watu kakuta yeye ananitia moyo. Shaaga unaenda kutafuta, leo unarudi nyumbani, usirudi nyumbani. Mimi nitakufa naye, yani kila kitu mimi nitafanya na wewe. Mimi poa sikuamini, nikaenda kweli. Nimefika pale mimi shuti, wanashuti, ananipa moyo. Hamna kwenye mission. Hamna utashuti, si unajua sasa hivi mission inaelekea mwisho, kwa usijali. Nikamwambia basi fresh, na mimi paka Kachado ananiita, ananilizisha naye. Nikasema kweli bwana. Basi kaendelea pale anashuti, mimi napika vipi anakuja kula hivyo. Elimadu upo nao karibu pale. Hivyo nipo nao karibu. Basi imeenda mpaka mission imekuja kuisha. Sasa unajua tena ukifunga kambi kila mtu kwao. Nikarudi zangu nyumbani nikasema mimi nitaandikiwa kweli kwenye movie mpya hii. Na tena hapa nipo mbali na yani ndo shoga yangu Najma. Bora hata vile mtu anakuona karibu ananionaona yeye ananifikiria. Akasema mimi nitaandikiwa kweli.
Basi nikaa simu, yani kila muda vipi Najma usijali kaka yupo hivyo sijui 1 2 3 mia. Mpaka Najma alivyokuja Mungu kamblesi, akapanga akaniambia Salma njoo ukae. Mimi nikaa nakaa na Najma. Hadi sasa hivi mimi nakaa na Najma. Labda ndio hivi tu kambi ndo natuona hapa. Nakaa na Najma. Basi ndio hivyo Mungu kaniblesi, nimeandikiwa. Ndo napambana. Kwa hiyo umesema ulivyotoka kwa Chandimu kuna sehemu kaenda pale kati kabla hajaja kwenye kwa. Nilivyotoka kwa Chandimu moja kwa moja nikaja kwa Chado. Sawa. Nyumbani sasa mama anasemaje? Yani na kitu ambacho nimeshukuru, yani mama yangu yani yupo, yani tuseme ni mtu ambaye ananisupport kwa kila jambo. Kwa hilo nashukuru. Babangu mwanzo alikuwa na kipengele kidogo, si unajua tena mzazi kwambia kutoka masuala ya kambi afu mtoto wa kike lazima iwe ngumu. Babangu na kipindi cha nyuma alikopoa amini mpaka Najma alivyoenda nyumbani maana anafahamika nyumbani na mikoa unafahamika. Yaani sasa mko kama ndugu. Kama ndugu. Niambia tu nitoto mapacha kweli. Mapacha ile hata ukiona kwenye comment nini mtu ndugu yake amna ni urafiki tu. Baada ya kushiriki sasa kwenye kazi nyumbani sasa wale ambao vile vijicho ambavyo Najma alikwambia usudi nyumbani si nini na nini unasemaje? Nyumbani kwanza sasa hivi wananitafuta wayani nikienda. Mimi nilikopo misheni nilikopo mfuatiliaji sana wa misheni. Na nilikopo kuna library moja nikamwambia yani hapa. Yaani kwanza alivyoingiza ile somo nikasika. Sasa mbona nafasi kama yangu? Hapo Swaumu ile kama rafiki mbona nafasi kama yangu? Basi nikaichukia nikasifuatili tena. Sasa yani hivyo kwanza wao wanajivunia kwa mimi wanajivunia kwa sababu ni mtu ambaye sijakata tamaa. Mimi nimepitia bro changamoto. Yani kwa hadisi hapa tunakesha. Umri huo miaka 18? Wewe mimi nimepitia changamoto ndugu yangu. Najma ananielewa huyo. Kwa maana kuna sehemu ambazo shetaka kutamani kuigiza ukafukuzwa au changamoto gani? Changamoto kama hivyo. Yani mtu labda anakukataa mapema kabla haja kunini kwa sababu hamna mtu anaozaliwa na kipaji. Lazima utakuwa nacho ndio utakupa unaweza, lakini hamna mtu anayesema kila kitu anaweza. Lazima utafanyaje? Utaelekezwa. Hata watu wanaotaka kuwa udaktari sijui nini. Yani kaka kabisa mimi nataka kuwa daktari lakini lazima utasomea. Kile kitu lazima utasomea. Kwa hiyo ipo hivyo changamoto hivyo zipo. Na huyu hajui bwana. Maana yake kwendaga sehemu kama ufanya hivi huyu hamna kitu hiyo. Wapi hiyo? Yani ilikuwa nivorudi huku kwa nanili huku kwa Chandimu Sasa mimi nilikuwa sijui issue ya kule mimi nimetoka kisa nini. Nilikuwa sielewi. Chandimu unajua? Sawa. Nilikuwa sielewi. Sasa Najma kwanza ni mtu ambaye ananipenda, yani hapendi nichukie kitu. Akasema basi ngoja nimuulize chanzo nini? Akamuuliza kweli. Na mimi nilikuwa sina amani serious fanyeje yani kama zinafeli afu kipindiko ndo misheni ishaisha ndo tupo tu nyumbani. Akamuuliza kweli yule mtu mbona kuna 1 2 3 shaelewa. Sasa ndo akamtumia hiyo message. Sasa mimi Najma akasema huyu nikimuonesha tu message ataumia. Atajisikia vibaya. Nikamwambia vipi? Akasema wewe subiri atakuita si 1 2 3. Nikasema hapa kuna nini? Kuna tatizo hapa. Mimi nilichofanya siku nikamwambia tu Najma nige simu yako nifanye nijisnap. Nige simu yako nijisnap. Kweli bwana. Nikaichukua ile simu. Nilipoichukua ile simu hiyo message kusema kweli nikatisha tamaa, niseme uongo. Nikatisha tamaa. Nilivyoisoma nikatisha tamaa, niliona siwezi, yani sio mtu bora. Ambayo Chandimu anamwandikia Najma kuhusu wewe. Alimwandikia sasa sijajua alimaanisha nini ili nikatisha tamaa. Baba ndo chanzo cha yeye kukuacha. Ndio chanzo cha mimi kufanyaje kuniacha. Basi. Lakini kuna ulichukulia yani kwa nini usingechukulia? Kwa sababu kuna ile namna ambayo mwenyewe unajijua mimi naweza, unajua hata mtu kama anakukatisha tamaa. Kwa nini uliamini kwamba kweli mimi siwezi? Uliamini hivyo? Niliamini yani kwa sababu kitu kile kilitokea ni ghafla. Kilitokea ni ghafla. Na mimi jinsi kazi kwanza ilivyopokelewa hata kwenye comment ilikopo yani nilikuwa sichukuli kama ule ajui yule amna. Sijaona comment hizo. Ila mwenyewe tu kama labda ni maybe wenyewe anasema mwenyewe labda ndo kamwa hivyo. Basi mimi nililia sana. Nikamwambia Najma mimi nitarudi nyumbani. Nikamwambia unataka urudi nyumbani kwa sababu gani? Shaelewa. Nikamuonesha ile message kwa nini kuniambia? Ndani tulilia sana wote wawili sikuficha. Tulilia amna bwana mimi nakupenda kama ndugu yangu usikate tamaa hivyo. Kwenye sana kuna changamoto yani
Kaniambia ni maneno kibao. Na mimi kitu chochote kitokea lazima nimwambie mama. Nikamwambia mama kwa sababu ananijua, ni mtu ambaye kitu chochote kitokea, hata Najma nikimtumia test hajanijibu ana kwa panic. Kwa nini hajanijibu, ana changamoto gani? Yaani nabadilika tuseme. Ushaingia kwenye pressure, gari kama limewaka hivi. Wale ambao walikuwa nakukataa wameshaanza kuona thamani yako, kukupigia, kukuambia, kukupongeza? Yani hizo kwanza hata familia yangu ilikuwa ipendi kazi hii. Yani ilikuwa ipendi hata kidogo. Yani walikuwa wananiona kama labda mimi mwanamke, si unajua tena mwanamke katika kazi hizi labda anajirahisisha hivi. Lakini baba yangu mimi yani sasa hivi yani ananipenda kuliko hata zamani. Yani anajivunia. Baba yangu, yani ndugu zangu, sijui wakina mamdogo, sijui wakina nani, simu na shangani. Mimi nakumbuka kuna kipindi ndio nilikuwa kambini huko kwa Chandimu huko. Ilikopo sielewi, yani kwenye msosi sielewi. Nikampigia simu mamdogo, nampigia anambia wewe nani? Wakati mimi nishe kumpigia. Namba yangu anayo. Namuomba hela, ananiambia wewe nanda. Akia Mungu niliumia sana. Sasa hivi yani sasa hivi nakwambia simu watu tena, vipi mwanangu unaendeleaje, umekula? Sijala, anatuma tu ile. Vipi? Hivi na thamani yako inaonekana. Thamani yangu inaonekana, sikuficha. Yani sasa hivi kwanza mimi kwanza nikwambia, yani mimi nimeanza kuheshimika kabla sijaanza kucheza hii pressure. Nimeanza kuheshimika, mimi nipo na Najma. Mimi ndo nimeanza kuheshimika. Unaona zile picha napiga naye nini? Nini ndo mimi sikuficha, yani nimegombana na marafiki zangu wote. Mbona kama sasa umevimba? Maana una mtu mmoja sio umegombana na marafiki zako wote. Mbona kama ushajiona star sana? So hivyo, yani mimi ni mtu mmoja yule. Kwanza napenda mtu yani kusikilizana tuseme. Ama mtu anayempenda mtu ambaye kwa mfano mimi nesi marafiki. Yani unachotaka wewe ndo kiwe, hapana. Kwa hiyo mimi marafiki zangu, kwa sababu mimi hata yani walikopo wananiona kama ile fata nyuki bendera ni ile wa nyuma unajua tena wa nyuma chawa na kaja inga itachawa yani kama chawa, kwa sababu mimi nilikopo, mimi mwili wangu ndio upo hivi, marafiki zangu afu mimi wakubwa, kwa hiyo walikuwa wanafanya kama chawa. Wewe nini unafuatana naye? Chawa nipo nyuma, lakini wao sasa hivi ndo wanahangaika kwangu mimi. Wao ndio wamekuwa machawa na mili yao. Wao ndo wamekuwa machawa nakwambia. Ikitokea labda nikakupa nafasi uzungumze maneno mazuri ambayo Najma anayasikiliza, unahisi thamani yake ambayo kukufanya wewe uwe hapa muda huu, thamani yake ni ipi? Maneno gani mazuri ambayo hujai hata kumwambia? Maneno ambayo sijai kumwambia ni yapi? Kwa sababu ni kila siku yani. Kila siku ya Mungu lazima niongee naye. Kila siku. Ila anachopenda kumwambia mimi Najma, yani namshukuru sana. Bila yeye mimi nisingekuwepo hapa nilipo. Bila yeye nisingekuwepo hapa nilipo. Kwa hiyo mimi namuombea awe na moyo huo. Mwingine asingeweza. Yani aende kwa wazazi wako, yani ajimiliki, yani kabisa kama yeye ndo baba yangu, asingeweza. Nimeshaonekana sana. Angenivimbia. Najma yenyewe mbona marafiki zake anamwambia tabia mbaya, mbona unamweka Salma ndo mbele? Sisi wengine vipi, ananionyesha message. Bwana Salma nimepost leo, mimi nimeambiwa 1 2 3. Ushaelewa? Kwa hiyo ni mtu ambaye kaniweka special yani. Yani kama unavyoona kuna rafiki yake alompost mwingine yani zaidi yangu ile picha tunaenda wapi. Hata mimi nilikuwa naonaga kwenye birthday tukiendaga naona hotel ngosi sio kujuaga ngajua baba mdogo wake labda. Amna, ni urafiki, lakini tunavyoishi kama mtu na dada yake kanizidi. Yeye ana miaka 19, mimi na miaka 18, kanizidi yani. Sawa, tamthilia hii ya Pressure wewe unaionaje hasa kwa vile ambavyo ukitazama? Tamthilia kali, yani kali. Kwanza mimi nibadilisha, niseme uongo. Mimi sombea. Yani mpaka mimi nimebadilika kwenye halisia yangu. Nimetoka nimekuja kuniombea, ni kazi kubwa sana. Lakini ombea yangu ni yani kusaidia familia. Sio kama labda nachukua maneno anapeleka huku nachukua, hapana. Naisaidia familia. Unajua mule kama dada yangu Jojo. Unajua katika familia ni yani mkizaliwa wawili kama mtu na dada yake lazima sala kwenye usiri itakuwa siri. Lazima sana dada yako ndo atakuamini wewe msiri wako. Hata mimi mwenyewe lazima iwe hivyo. Hasa ukiangalia kuna siri zingine za kubomoa baadaye. Kama ile dada yako amebaki ndo kumwambia hivi ni wewe au ni Jojo mwenyewe alimwambia kaka vile? Amna, ni mie ndo nilienda kumfikishia habari. Ama hivi unajua kweli kama
Jojo alitaka kubakwa. Ukashindwa kuvumilia. Nimeshindwa kuvumilia. Ndio mpaka lakini kingine unaweza kama ukweli wako wewe ng'ombe wako ulisaidia. Ng'ombe unasaidia. Lakini kwa mtazamo wako ukitazama mahusiano ya Jojo kuwa na Emedi au Jojo kuwa na Chuma. Yapi ambayo unaamini amani itapatikana? Mimi naamini sana ya Chuma. Kwa sababu Chuma anajitoa Chuma anajitoa sana. Kwa hiyo mimi ningependa ni awe Chuma na Jojo. Na muonekano hapa akikaa Chuma, hapa akikaa Emedi, yupi ambao unahisi ungefresh na shemeji yako? Kimuonekano sawa. Kimuonekano hapo kama Emedi, unajua ile shombe yule. Nataka mtoto wa Kiarabu. Nataka mtoto wa Kiarabu. Ukiangalia mdogo mtu Mswahili kaka ndo kama hivyo. Wali kuambia nani dada yako nataka baba ambao anakumsaidia? Nivo movie ilivyochorwa umbe, yani mimi sina mjoli ana matatizo, kwa hiyo akitoka tu mimi huyu nipo nyuma. Sasa kuna kitu ambacho sababu ungetamani uzungumze na watu ambao wanatazama Pressure, watu ambao wanamtazama Salma, watu ambao chochote kile ambacho sijakuuliza labda? Jamani, kwa mashabiki zangu, kwa mnaonijua kwa jina la Salma, ndio ile hata mitandao ya kijamii natumia Salma. Mnisupport, muendelee kuifuatilia Pressure. Pressure jamani ni ya mtu. Yaani Pressure kweli inaazimisha watu. Endeleeni kuifuatilia jamani. Mnisupport, mdogo wenu ndo naanza kwenye sanaa. So naanza nilipitia, lakini hapa ndo naona nimenyanyuka, ndo naanza. Waje kufollow kwa jina gani Instagram? Instagram natumia Super Salma, TikTok Super Salma na Facebook hilo Super Salma. Je, kunifollow jamani. Haya, asante.